Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Kwa majina naitwa Eric Bahati. Kwa majina naitwa Eric Bahati, nimeokoka, nampenda Mungu. Ningependa nikukaribishe ndugu mtazamaji na msikilizaji unayenisikiza popote ulipo. Sijui utakuwa sehemu gani, lakini ninakukaribisha. Naomba unipatie tu dakika kidogo, dakika chache unisikize. Naamini kuna chochote utachukua hapo. Naamini kuna kitu utapata katika maneno nitakayoenda kuongea. Basi tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, mimi ni mtoto wako, ulinichagua nikutumikie. Ulinichagua kabla sijazaliwa, ukaniita kwa jina langu, ukaniita Bwana nifanye mapenzi yako. Niko hapa Bwana Yesu, ninapoongea maneno haya yasitoke mdomoni mwangu, lakini yatoke juu mbinguni. Nahitaji Bwana nguvu zako. Mimi siwezi kuongea usipoongea na mimi. Siwezi bila kuniwezesha. Sina nguvu bila nguvu zako. Yesu, naomba unisaidie, niwezeshe. Msikilizaji huyu anaposikiza maneno yako Baba, acha ukamtie nguvu, acha ukamfariji tena popote ambapo ameshuka kiroho. Yesu, kamuinue tena. Asante, maana utakuwa pamoja na mimi mwanzo hadi mwisho. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu nimeomba na hata kuamini, amen. Mpendwa msikilizaji, leo nimekuletea habari njema ya kwamba hutakufa. Haleluya. Hutakufa tena. Ambia mwenzako kwamba hautakufa. Ndugu yangu, hautakufa. Hizo shida unazopitia hazitakuua. Hayo mateso unayopitia hayatakuua. Hizo changamoto unazoziona kila leo haziwezi zikakuua, ndugu yangu. Yupo Mungu anayejua, anayeangalia unachokipitia. Hautakufa. Haijalishi umeishi kwa mateso, haijalishi umepitia nini kwa muda mrefu, haijalishi umekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, umetumia pesa za matibabu mpaka umebaki bila chochote, lakini nimekuja leo kukuambia kwamba ndugu yangu, hautakufa, utaishi. Haleluya. Hautakufa kama utaishi, maana yupo Mungu aliyekuita, ana kusudi juu ya maisha yako. Hawezi akakuacha kamwe. Mungu yupo, anajua nini unachokipitia. Ayubu alipojaribiwa, si kwamba Mungu hakuwa anamjua. Mungu alimjua na alijua ni nini anapitia. Mungu akaruhusu majaribu kwa Ayubu. Ayubu alipitia changamoto nyingi. Watoto wake wote wakafariki, mafugo yake yote yakafariki, lakini Ayubu hakumwacha Mungu. Ndugu yangu, shida unazopitia zisikufanye ukamwacha Mungu. Mateso unayopitia yasikufanye unamwacha Mungu. Changamoto za maisha, ndugu yangu, ni za muda tu, zitapita. Bado Mungu anakupenda, anangoja utoke kwenye hicho kipindi ili akuchukue sasa, akupeleke mahali unafaa kukaa. Wewe sio mtu wa kukaa kwenye hayo matatizo. Wewe sio mtu wa kukaa kwenye hayo mateso. Hautakaa hapo milele, yataisha tu. Haleluya. Kina mwanzo, kina mwisho. Nimekuja kukutia moyo ndugu yangu, usirudi nyuma. Kaza katika imani, muamini Mungu, mtegemee Mungu. Licha ya Ayubu kupitia hayo yote, hakumwacha Mungu, hata mke wake wa karibu. Ndugu yangu, kuna kitu nataka nikuambie. Unaweza kuwa unapitia changamoto za maisha, unafikiria ndugu wa karibu ndio wanaweza wakakusaidia, wanaweza wakakutia moyo, lakini wale ndugu wa karibu ndio watakuwa kiti cha kwanza, kiti cha mstari wa mbele kukuvunja moyo, kukwambia ni Mungu gani huyo unayetumikia, si umwache ukufe. Ndugu yangu, leo nimekuja na habari njema. Hautakufa, utaishi. Haleluya. Hautakufa, utaishi. Mungu bado anakupenda. Imagine hayo majaribu unayopitia, anayajua Mungu. Hizo shida unapitia, Mungu anajua. Hawezi akakuacha kamwe, hata kuacha uangamie. Mungu hata kuacha kamwe, yupo na wewe milele. Sasa basi
kama unafikiria ya kwamba hicho unachokipitia ndio mwisho, mbona Mungu asingeruhusu ukafe? Lakini hajaruhusu ufe kwa sababu anataka ujifunze, anataka apate sifa katika hayo majaribu yako. Hawezi akakuinua tu ghafla, lazima upitie mahali akakutengeneze. Haleluya! Lazima Mungu akakutengeneze, akakuchonge. Haleluya! Dhahabu ndiyo iwe dhahabu, inapita katika moto. Mpendwa, hizi ni changamoto za maisha tu, zitapita. Usimwache Mungu, mtegemee Mungu. Kuna faida utapata huko mbele, utajua hizo faida huko mbele. Hakuna aliyemtegemea Mungu akaibika kamwe. Daniel, ndugu, wakati alikuwa amechukiwa na wafanyakazi wenzake, wakamfanyia njama ili apate kuchukiwa na mfalme, lakini Daniel hakuona hayo yote. Alimtegemea Mungu, akasema, mimi nitamwabudu Mungu wa mbinguni, nitamwabudu Mungu aliye hai. Hakumwacha Mungu. Daniel alisimama akamwita Mungu usiku na mchana, licha ya kwamba maadui zake walisimama wakamutengenezea kesi, lakini Daniel hakuanguka. Daniel hakusita, alisimama kwa msimamo, akamwambia Mungu, wewe ndiye uliyeniita, wewe ndiye ulinifanya nifike hapa, kwa hiyo Mungu sitakuacha. Haleluya! Mwambie jirani yako ya kwamba sitamwacha Mungu. Mwambie usimwache Mungu kwa sababu ya shida. Shida zinakwisha, shida zitaisha. Baada ya shida kuisha, utapata taji la ushindi. Acha wakudharau leo, acha wakuone wanavyokuona leo. Ndugu yangu, ni mapito, ni leo tu. Kesho yako ni nzuri sana. Haleluya! Acha leo wakuite majina, kesho yako ni nzuri sana. Acha leo wakudharau, waone ufai, lakini kesho yako, ndugu yangu, ni nzuri. Mungu anakuandalia mema, Mungu anakuandalia mazuri, Mungu anakuandalia mambo mema sana. Usikate tamaa, Mungu yupo na wewe, hawezi akakuacha kamwe. Amen. Kwa hiyo Daniel, licha haya yote alipitia, lakini Mungu alisimama upande wake. Mungu hakumwacha. Mungu alisema, mwanangu, nitakutetea. Mungu alijionesha. Haleluya! Napenda huyu mtumishi sana, kwa sababu wakati liliinuliwa amri ya kwamba atakayeabudiwa, wakati walisema ya kwamba Daniel amekeuka amri, mwisho wa wale maadui zake ulikuwa mubaya sana. Sikia, Daniel alitupa katika tundo la simba. Imagine mtu amewekwa hapo pamoja na simba. Sisi wote tunamjua simba. Simba ni mnyama mkali sana, ambaye ukiwekwa, hata ukimwangalia kwa mbali tu unaogopa, huwezi kumsogelea, kwa sababu tunajua simba ni mnyama hatari sana, anaweza kukudhuru kwa sababu yeye si rafiki ya binadamu. Lakini wakamweka simba karibu na Daniel. Haleluya! Mungu hawezi akakuacha, hata kama ni nini unapitia, ndugu yangu, hawezi akakuacha. Mungu yupo na wewe. Usijali hayo mateso, hizo shida, hicho unachokipitia saa hii, ndugu yangu, Mungu anakiona. Mungu anajua ni nini unayopitia. Hawezi akakuacha, anakufanyia wepesi. Ndiyo maana kila leo unapojisikia unakuwa mnyonge, Mungu anakupa nguvu tena, anakupatia nguvu ya kusogea karibu na yeye. Maana karibu na Yesu kuna faraja, karibu na Yesu kuna uzima. Ndiyo maana ukiwa karibu na Yesu, hata kama unapitia nini, uzima unao, hauwezi kufa, maana uko na Mungu, na Mungu ni uzima. Haleluya! Ndugu yangu, Daniel akawekwa pangoni mwa simba. Sasa ona cha kushangaza, maadui zake walifikiria ndio kwisha. Sasa Daniel amekwisha. Walijua
ndio wamemaliza. Oh, kalabazaya. Mungu ni nani? Mungu ni yule ambaye anakuja wakati umefika mwisho wewe, wakati anaona sasa akili zako zimeisha, mali ulikuwa unaweza kujitegemea, wakati anaona nguvu zako zimeisha. Mungu anakuja sasa kuintervenir, anakuja kukusaidia. Na kuambia ndugu yako kwamba Mungu atakuja kipindi ambako utakuwa umefikishwa mahali akili zako haziwezi kufanya kazi tena. Maandiko yanasema mahali akili zetu zinaishia, ni hapo Mungu anaanzia. Mungu anaenda kuanza chapter mpya katika maisha yako. Mungu anaenda kukuinua tena. Mungu anaenda kukusaidia tena. Mungu anaenda kuinua tena kipawa alichoweka ndani mwako. Mungu anaenda kuinua tena huduma aliyoweka ndani mwako. Shetani amejaribu kuifunga, shetani amejaribu kuifunga isiendelee. Leo nakutangazia kwamba unaenda kurejeshewa tena kile ulichopoteza. Unarejeshewa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Oh, kalabazaya. Daniel hakuogopa, maana alijua Mungu ambaye yuko na yeye ni Mungu aliyeshinda. Oh, kalabazaya. Ni Mungu aliyeshinda vita, aliyeshindwa kaburi na mauti. Ndugu yangu, ungejua Mungu naye, ungejua yule Mungu unayembeba, usingeogopa shida. Ungejua Mungu unayembeba, usingeogopa mateso. Ungejua Mungu unayembeba, usingeogopa yale unayepitia. Haleluya. Umembeba Mungu wa ushindi, kwa hiyo hata wewe ni mshindi. Kuna mtu ananielewa hapo? Utanielewa, naamini utanielewa tu. Umembeba mshindi. Haleluya. Kwa hiyo wewe ni mshindi kwa sababu umembeba mshindi. Asante Yesu. Wewe ni mshindi kwa sababu umembeba mshindi. Usiogope ndugu yangu, usiogope. Ushindi ni sehemu yako, hautashindwa. Mungu hawezi kubali ushindwe. Mungu hawezi kubali uteketee. Mungu yupo na wewe. Haleluya. Daniel wakati yupo katika tundu la simba, alifikiria, alijua ya kwamba Mungu anayemwabudu ni Mungu mwenye nguvu zaidi ya simba. Haleluya. Maana yeye ni simba la kabila la Yuda, hawezi kushindwa. Hakuna nguvu yoyote itakayopigana na nguvu za Mungu. Oh, haleluya. Mungu akaagiza malaika, wakashuka, wakafunga vinywa za wale simba. Oh, haleluya. Wakafunga vinywa za wale simba. Simba hawakuwa na nguvu tena. Walipoona nguvu zaidi ya simba, waliposikia nguvu za Mungu, haleluya, wakawa hawana tena nguvu, hawana ujasiri ya kumdhuru Daniel. Oh, haleluya. Mtegemee ndugu yangu, mtegemee Mungu. Mungu atakusaidia wakati utafika mwisho. Wakati shetani anataka kukuzoea, anataka kukurarua, Mungu atakusaidia. Mtegemee Mungu, simwache. Maana hata kama ukijitegemea mwenyewe, ukifika mwisho, ni nani atakuokoa? Nani atakuokoa? Nani atakusaidia ndugu yangu? Kwa hiyo mtegemee Mungu, usimwache Mungu ndugu yangu. Mungu anaweza akakutoa katika shida ambayo mwanadamu hawezi kukutoa. Mungu anaweza akakusemea kesi ambayo mwanadamu, hata majaji, hata wale mawakili hawawezi wakakutetea. Mungu anaweza akakutetea. Haleluya. Nimekuja kukutia moyo ndugu yangu, usikate tamaa, songa mbele. Yupo Mungu anayejua unachopitia. Haijalishi ni nini hiyo imekusumbua. Inaweza kuwa umeumwa, umegonjwa, umepata magonjwa ya muda mrefu bila kupata nafuu. Nimekuja leo kutangaza ya kwamba Mungu bado yupo.
Yule Mungu aliyemtendea Sara akapata mtoto kwa miaka za uzee, bado yule Mungu anaweza katenda na lako. Yule Mungu aliyemsaidia binti wa Yairo akamfufua, anaweza akakuponya ndugu yangu. Huyo Mungu yupo na leo anafanya, na saa hizi anafanya. Hata kwako anaenda kutenda, anatenda saa hii. Kalabazea, Yesu anatenda. Yesu anatenda kwako, anaenda kufanya zaidi ya wewe unavyofikiria. Haleluya. Shalabazaya. Nampenda Mungu sana, maana nguvu za Mungu zinapita nguvu za wanadamu, zinapita nguvu za shetani. Ngoja nikupe siri. Hivi unajua kwa nini shetani anatupiga vita? Shetani ni mwivu sana, maana anajua kwamba kizazi hiki kinapendwa sana na Mungu. Sisi tumependwa na Mungu, tumechaguliwa. Sisi ni kizazi pendwa cha Mungu. Ni maovu mangapi umeyafanya? Ni dhambi ngapi umeyafanya? Lakini Mungu bado yuko na wewe, hajakuacha. Kama Mungu angekuwa anakuchukia angekuua, lakini bado anakupenda. Na hiyo upendo, shetani anaona wivu. Mbona hao wamependelewa kiasi hiki? Ndugu yangu, umependelewa na Mungu, umependelewa na Mungu. Kama Mungu angehesabu unachokifanya, angehesabu maovu yako, ungesimama mbele zake, huwezi hata kutaja jina lake. Maana yeye ni mwingi wa rehema, amekusamehe hata kama hujamuomba msamaha, amekurehemu hata kama hujamuita. Kalazea. Mungu ni mwaminifu. Nataka nikuambie kitu. Wewe ni mchagulio wa Mungu. Hutakufa. Hautakufa. Leo nimekutangazia kwamba huwezi kufa, na ninasema ya kwamba utaishi. Utaishi. Kila chochote alichokuambia Mungu, alichokuahidi Mungu, lazima kitimie. Haleluya. Lazima kitimie ndugu yangu. Huwezi kufa hivyo. Lazima kitimie. Anasema ya kwamba anaheshimu sana neno alilolisema kuliko jina lake. Haleluya. Mungu anaheshimu neno lake kupita jina. Jina la Yesu ni kubwa jamani. Jina la Yesu ni kubwa, lakini imagine ukuu wa jina lake halilinganishi na maneno yake. Anasema maneno yake yana nguvu kuliko jina lake. Shalabazaya. Mungu hatakuacha. Alichosema na wewe atakitimiza ndugu yangu, hatakuacha. Amen. Hawezi akakuacha kamwe. Yupo na wewe mpaka mwisho. Hatakuacha. Amekuahidi atakupa pesa, utapata pesa. Amekuahidi atakuinua, ndugu, utainuliwa tu. Mungu si mzalimu, atakuinua. Hawezi sema uongo. Hapana, Mungu hajafika hiyo level. Ndugu yangu, ukiona Mungu amefika hatua ya kukwambia kwamba anaheshimu neno alilokuambia kuliko jina lake, ndugu yangu, jipe moyo. Kesho yako ni nzuri sana. Kesho yako ni nono. Watu watakushangaa, watajiuliza, huyu ni yule tuliyemwona akiokota takataka, huyu ni yule tuliyemwona akitembea kwa miguu. Shagalabazaya. Watashangaa, watajiuliza maswali ambazo hazitakuwa na majibu. Mwambie jirani yako, wewe ni mchagulio wa Mungu. Haleluya. Amen. Wewe umechaguliwa na Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa mfalme. Haleluya. Nampenda Mungu sana, kwa sababu mahali amenitoa hakuna mwanadamu angeweza kunitoa. Baba yangu hangeweza kunitoa huko, mama yangu hangeweza, asingeweza kunitoa katika haya machafuko. Kalabazaya.
Haleluya. Ndugu yangu, niko hapa kukutia moyo. Usivunjike moyo tena. Usikubali tushida tudogo tukakutoa kwenye malengo. Mungu anakupenda na ana mpango na wewe. Anakusudi na wewe. Hawezi kukuacha. Hutakufa. Hutakufa ndugu yangu. Mungu yupo na wewe. Haleluya. Ninajua ya kwamba kuna kipindi unafika, unaona ni kama hakuna Mungu tena. Ndugu yangu, acha nikutie moyo. Mungu yupo na anajua ni nini unachokipitia. Mungu yupo ndugu yangu, hawezi kukuacha. Sio kwamba amenyamaza, anakuangalia. Anaweza akanyamaza, lakini anakuangalia. Anakuangalia, anataka kesho yako uwe na maneno ya kueleza watu. Anataka atakapokuinua wewe upate jambo la kuambia watu. Haleluya. Usikate tamaa. Inuka sasa, maana muda wako umefika. Leo ni siku yako. Usikate tamaa. Inuka, maana Mungu wako amesema ya kwamba anakutembelea leo. Anakutembelea kwenye hicho kitanda cha ugonjwa. Ametembea hapo, anashusha malaika wa uponyaji. Leo anakutembelea. Leo unaenda kupona. Kalazea shikalabozaya. Leo unaenda kufanyikiwa. Leo anaenda kukutoa katika hizo shida. Bora umwamini yeye. Mwamini Mungu ndugu yangu. Hakuna aliyemtegemea akapata hasara. Kwa Yesu hakuna hasara. Kwa Mungu hakuna hasara. Kalabazaya shalabazea. Kwa Mungu hakuna hasara ndugu yangu. Tegemee Mungu, utapata uzima. Ubarikiwe sana ndugu yangu. Mungu akubariki. Wewe uliyenifuatilia mwanzo na mwisho, ninakuombea Mungu abariki kizazi chako, akubariki, abariki kazi yako ya mikono. Nenda kuomba na watu wawili hapa. Inawezekana umefika mwisho. Umejaribu kutafuta msaada kwa wanadamu, wote wamekukataa. Umejaribu kukimbia huku na kule, huna msaada. Nataka kuomba na wewe ndugu yangu. Umejaribu kutafuta njia shortcuts, lakini imeshindikana. Njia za mkato imeshindikana. Ndugu yangu, njoo kwa Yesu. Yesu hawezi kukuchoka. Hata kama umepitia nini ndugu yangu, anaweza kukusamehe. Alisema ya kwamba hata kama dhambi zako zikawa nyekundu kama damu, anaweza kuzibadilisha kwa nyeupe kama theluji. Haleluya. Njoo kwa Yesu leo. Nataka kuomba na wewe unayenisikiza na ambaye umevunjika moyo. Umekosa ukimbilie wapi? Mahali ulikuwa unafikiria utasaidika, hujasaidika. Mahali ulikimbilia kutafuta msaada, hujapata huo msaada. Njoo kwa Yesu leo, atakusaidia. Yeye hana masharti. Sharti lake ni moja tu, umtegemee. Usitegemee mtu mwingine zaidi yake. Hilo tu ndio sharti lake. Njoo kwake. Hata kupatia masharti mengi, ni hilo tu, umtegemee basi. Na ukimtegemea utamuona macho kwa macho. Atakutembelea pia, ataishi ndani yako. Ukimtegemea atafanya mambo makubwa katika maisha yako. Ukimtegemea halabazea, atakuonesha kile ambacho wanadamu watashangaa. Huyu ni yule mama fulani, huyu ni yule baba fulani, huyo ni ile bro mwenye tulikuwa tunajua. Ndugu yangu, Mungu atakushangaza. Haleluya. Utashangazwa. Wewe sio kuishi hayo maisha ndugu yangu. Toka huko. Mungu anakuita leo. Njoo kwake akusaidie,
anakuita kwa bure tu, hajalipisha chochote, anakuita njoo. Haleluya. Ninashukuru sana. Nataka kuomba na wewe Baba, katika jina la Yesu Kristo. Niko mbele zako Baba, nimekuonesha mtoto wako huyu ambaye ameona, amejikuta amefika mwisho, amejikuta hana tegemeo tena, amekimbia huku na kule kutafuta msaada, imeshindikana. Ametembea kwa waganga wa kienyeji, amekosa msaada, ametegemea madawa Baba, hajasaidika. Nimekuja Bwana na jina lipitalo majina yote, nikitangaza ya kwamba leo mateso yake yanakwisha, leo ugonjwa wake unapona, leo matatizo yake yanakwisha, leo umaskini wake unakoma. Baba, amekuja kwako akijua kwamba kwako kuna msaada. Baba, ukamsaidie. Muinue tena huyu mama, muinue tena huyu kaka, muinue huyu dada, muinue huyu baba ambaye amekuja mbele zako akinyosha mikono ambayo ni alama ya kushindwa. Amesema bila wewe hawezi. Baba, mkamsaidie, ukamuoneshe Bwana mkono wako, akaone matendo makubwa yako. Mkamfanyie Bwana kama ulivyowafanyia wengine. Yesu, mtendee, maana amekubali kukufuata wewe, amekubali kukutegemea wewe, ameachana na miungu zingine, amekufuata wewe. Yesu, kambariki mpendwa huyu, mbariki mpendwa huyu, muinue, mponye kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ni Mungu mwaminifu, utamsaidia na kumpigania. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu nimeomba na hata kuamini, na wote tuseme amen. Haleluya. Mubarikiwe sana. Majina yangu ni Eric Bahati. Kama ungetaka kusupport huduma hii, namba ziko hapo chini kwa screen. Tutashukuru Mungu kwa sadaka yako. Kama utajisikia unaweza kusupport huduma hii kwa shilingi yoyote ile utajisikia, Mungu atakubariki na utainuliwa zaidi. Amen.